Tunaongozwa na kada mbalimbali za kiuchumi. Takwimu ya watu, tuko takribani watu 8,900. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya hao wapo wavuvi, wapo wakulima, lakini wapo wafugaji. Tunao pia wafanyabiashara na wajasiriamali wengine wadogo wadogo, pamoja na uchimbaji mdogo mdogo wa madini. Hizo zote ni kazi tunazozitegemea za kiuchumi kwenye kata yetu. Hapa tulipo Lemkuna, Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi kubwa hapa, tunao matabaka mawili, wakulima na wafugaji. Hapa tuko kwenye skimu hii ya Lemkuna. Hii skimu yetu Mwenyekiti, kwa ukubwa wake ni takriban ekari 840 lakini zinazolimwa mpunga ziko ekari takriban 500 na kitu. Hizi zinalimwa katika kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki cha miaka 5 tulikutana na changamoto kidogo katika kazi hii ya kilimo, lakini tunashukuru Mungu kwa sasa hatujakutwa na hiyo adha ya mafuriko, na hali ya wakulima Mwenyekiti inaendelea kuimarika kila siku. Kazi hizi wakemea cha ushirika kinaitwa Wale, ambacho kinawasimamia wakulima, na kazi inakwenda vizuri Mwenyekiti. Kwa sasa ukilinganisha na miaka ya nyuma Lemkuna ilikuwa hakuna mtu ana hamu ya kulima, kwa sababu katika heka moja Mwenyekiti mtu alikuwa anapata gunia 5 hadi 10 za mpunga. Lakini katika kipindi hiki cha miaka kati ya 5 mpaka 7 Mwenyekiti, heka moja ya mpunga inaweza kuzalisha hadi magunia 45 mpaka 60. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa mno kiuchumi katika kijiji chetu. Lakini pia kwa upande wa wafugaji Mwenyekiti, hatuna changamoto nyingine yoyote. Kikubwa sisi kinachotusumbua ni kuwa na ukame wa muda mrefu. Lakini pamoja na hayo yote tunashukuru Mungu kwa sababu kiusalama tuko sawasawa. Hatuna migongano yoyote kati ya wakulima na wafugaji, na maisha yanakwenda. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, katika vijiji vitatu tuna shule 5 za msingi na 1 ya sekondari. Hapa kijiji cha Lemkuna tuna shule 2. Tuna shule ya Lengungumwa, lakini tuna shule ya msingi hapa Lemkuna. Na tumeanzisha shule nyingine ndogo Mwenyekiti, ni shule shikizi, bado hatujaisajili, lakini tunategemea kuianzisha katika kitongoji cha A. Mheshimiwa Mwenyekiti, maendeleo ni makubwa ya kielimu. Wakati alipoingia Mama Samia, awamu tu ya kwanza ameingia, ile shule ya Lengungumwa tulikuwa tumejitahidi kujenga kwa nguvu zetu madarasa 2 tu Mwenyekiti. Lakini Mama Samia akatupatia shilingi milioni 100, tukajenga madarasa 5. Tumejenga madarasa 5 na yamekamilika, na shule imesajiliwa. Lakini baada ya hapo tulipata ufadhili, tukapata fedha ya kujenga choo zaidi ya milioni 18, tukapata pesa kutoka halmashauri, tukajenga nyumba ya mwalimu, bado haijakamilika. Lakini hata hivi tunavyozungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshaingizwa tena milioni 51 kwa ajili ya kujenga nyumba ya mwalimu pale shule ya msingi Lengungumwa. Hayo ni mafanikio makubwa kwenye elimu ambayo tunaendelea kuwa nayo. Lakini vile vile katika shule nyingine pale Nyumba ya Mungu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeendelea kuimarisha nguvu za wananchi kwa kujenga madarasa 2. Hayo madarasa 2 yamejengwa na serikali ya kijiji pamoja na nguvu za wananchi wa Nyumba ya Mungu. Sasa hivi imefikia katika hatua ya umaliziaji wa lenta ili twende kwenye kupaua. Halmashauri ya wilaya Simanjiro imetupatia milioni 2. Lakini na mheshimiwa mbunge ametupatia shilingi milioni 4 kutoka mfuko wa jimbo. Hiyo hatujaitumia, tunategemea tuanze kupaua. Lakini jitihada kubwa na nguvu kubwa inafanyika kwa sababu watu wa Ngorika wanataka maendeleo, na hususan hatujawahi kubaki nyuma katika elimu. Lakini alikadhalika Mwenyekiti, tumepata ufadhili wa shirika la Eclat Foundation kupitia mwenyekiti wake Toima, ambaye ni mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa. Ametujengea madarasa 2 katika kitongoji cha Kariat, kijiji cha Ngorika. Madarasa 2 yamekamilika na choo cha matundu 16 yote yamekamilika, na ameakabidhi na tumeanza kufundisha pale Kariat. Lakini ahadi yake Mwenyekiti, yuko tayari kuja kukamilisha madarasa mengine 5 pamoja na nyumba ya mwalimu. Kwa hiyo tunampongeza na mfikishie salamu mwenyekiti wa CCM wa mkoa kuwa sisi watu wa Ngorika tunamwamini na tunampenda, na aendelee kutusaidia kupitia shirika lake. Lakini pia Mwenyekiti, katika shule yetu ya Ngorika
tumepata juzi ufadhili kutoka halmashauri, tumepata milioni 30 ya kukamilisha nyumba ya mwalimu. Lakini zaidi pia katika hiyo shule ambayo mtaenda kuitembelea mwenyekiti, ya Juhudi, ni shule ambayo imejengwa kwa nguvu za wananchi na sasa ni shule kamili. Katika kipindi hiki cha miaka mitano tulipata milioni 18 peke yake ya kuboresha katika madarasa ambayo yalikuwa yanakamilika. Hivi tunavyozungumza ni shule inayohitaji ukarabati. Tulikiwa kwenye mkutano pale Ngorika, mwenyekiti, kulikuwa na changamoto ya kuanguka kwa milango. Kwa hiyo wazazi pale Ngorika walishirikiana, wakachanga shilingi 214 kwa ajili ya sekondari ya Nyumba ya Mungu. Ni shule ambayo pia ilijengwa na wazazi. Na tunashukuru Mungu, katika miaka hii mitano ya Mama Samia tumepata ufadhili. Tumepatiwa shilingi milioni 100 ya kujenga bwalo la chakula. Lakini hata hivyo tukaongezewa tena milioni 49 kwa ajili ya ukamilishaji. Na hivi tunavyozungumza mwenyekiti, bwalo hilo limekamilika kwa 98%. Lakini pia mwenyekiti, tumepatiwa shilingi milioni 57 na laki 3 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili ya form 5 na form 6. Shilingi milioni 59 mwenyekiti. Hiyo pesa hiyo mwenyekiti, tumeenda kujenga madarasa mawili na tumekamilisha kwa 100% pamoja na choo. Tunategemea mwezi huu wa 5 wanafunzi wanapomaliza shule wa form 5 na 6. Lakini mwezi wa 7 wanapoletwa wanafunzi wa form 5, shule yetu ya Nyumba ya Mungu sekondari inaanza kuchukua wanafunzi wa A level na itachukua kidato cha 5 na kidato cha 6. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, ni maendeleo makubwa kwenye elimu, hususan kwenye kata yetu tumefanya maendeleo makubwa kwenye upande huo wa elimu. Mfadhili wa kwanza wa kutuletea maji kwenye kijiji cha Lemkuna, tuliomba miradi miwili, mradi wa kijiji cha Lemkuna na kijiji cha Ngorika. Lakini aliyetupeleka na kutujulisha mfadhili wa kutuletea hayo maji ya water kiosk ni Mama Frida Tarimo. Akatuletea yule mfadhili, na aliyetoa pesa ya kusajili mradi ili tuweze kupata maji katika bonde la Lemkuna na bonde na sehemu ya Ngorika. Mimi ndio nililipa ile fedha kwa ajili ya kupata kibali cha maji. Moto kubwa imefanyika na sasa hivi maboresho makubwa yanafanyika. Katika ukuaji huu mkubwa wa kiuchumi, tunataka Lemkuna kila mtu atumie maji nyumbani kwake. Shirikiana na RUWASA kuhakikisha hii kazi ya kupata maji inaenda kutimia vizuri Lemkuna. RUWASA wamelishika hilo jambo na water kioski wametushika mkono. Naamini wale wote wenye uwezo wa kuweka maji majumbani Lemkuna wataweka maji. Wafugaji wasipate shida ya kutoa mifugo kule juu na kuleta huku chini kwa ajili ya maji. Lakini mwenyekiti, tuna ahadi ya kuendelea kuchimba visima vingine 3. Kisima kimoja kitachimbwa tena Lemkuna katika kitongoji A na point wameshachukua, na sehemu nyingine mwenyekiti, patachimbwa maji Nyumba ya Mungu na patachimbwa maji Ngorika. Maji haya yanachimbwa kule juu ili wafugaji wasipate shida ya kutoa mifugo juu, katika ule mpango wa malisho wapate nafasi ya kulisha kule juu na maji wanywe huko. Lakini pia katika msimu wa huku chini maji pia waweze kupata kwa usalama. Lengo la mwenyekiti wetu wa CCM wa taifa na Mheshimiwa Rais ni kutaka wananchi wake waishi katika mazingira mazuri na wafanye kazi yao bila kupata usumbufu wowote. CCM oye! Lakini mwenyekiti, pia tumepata mradi mkubwa wa maji. Tumejengewa tenki la lita 150,000 na RUWASA pale Nyumba ya Mungu. Tenki hili limegharimu zaidi ya milioni 165 na limekamilika kwa 100%. Nyumba ya Mungu sasa wanatumia maji ya bomba, na mkuu wa mkoa alifika katika kata yetu na alifika Nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni kati ya sehemu wanayotumia maji majumbani kimkoa. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa, Nyumba ya Mungu ni kijiji cha pili kwenye mkoa kati ya vijiji ambavyo watu wanatumia maji majumbani. Kwa hiyo niwapongeze sana Nyumba ya Mungu. Sijui anayevuta maji ni baba, sijui anayetumia ni baba au ni mama, lakini niwapongeze wakina baba wote na kina mama wote wale wa Nyumba ya Mungu ambao wameunganisha maji. CCM oye! Mwenyekiti, 10%. Mwenyekiti, kwenye kata yetu ya Ngorika tuna vikundi vilivyosajiliwa zaidi ya 50. Kidogo nimepunguza sauti kwa sababu ni sehemu ya masikitiko. Vikundi vilivyopata mkopo mwenyekiti ni vikundi viwili tu, tena kwa changamoto kubwa. Na vikundi hivyo viwili mwenyekiti viko hapa Lemkuna. Kipo kikundi kimoja cha kina mama, lakini kikundi kingine cha vijana.
Kipo kikundi cha vijana kilichopata milioni 11 na kikundi cha kina mama milioni 9. Kwa hiyo mwenyekiti, angalau kwa sehemu tunashukuru kwa hicho tulichokipata, lakini mahitaji ni makubwa katika vikundi. Changamoto mwenyekiti ni namna ya mapato ya halmashauri. Uwezeshaji ndio changamoto. Lakini katika kata ya Ngorika mwenyekiti, sehemu kubwa ya watu wake wengi ni wajasiriamali. Awe ni mkulima, awe ni mfugaji, awe ni mfanyabiashara. Wote tunahitaji pesa ili tuamke kwenda kufanya kazi nyingine yoyote. Kwa mwenyekiti, katika haya naomba mtusaidie sana chama. Wewe ni sauti kubwa sana kwenye chama. Ni sauti unaweza kukaa na kumwelekeza mkuu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na jopo lote. Tusaidie kata yetu ya Ngorika. Namna tunavyopata mikopo hailingani na mahitaji ya Ngorika. Ngorika tunahitaji mkubwa, na ndio maana watu wengi wa Ngorika tunaingia kwenye mikopo ya vikundi binafsi au kwenye mashirika binafsi, ambayo ni adha kubwa kwa wananchi wa Ngorika mwenyekiti. Tunaingia hadi kwenye vikundi ambavyo hata vingine hatujui PO box yake. Yanakuja mashirika mwenyekiti ambayo hata uyajui. Kwanza mwenyekiti, mkifika kwenye kikundi, hata kukaa kwenye viti ya mruhusi, mnatakiwa mtandike kiturubai au mkeka mkae. Sasa hapo hela zetu zitarudi kweli? Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nimesema tu hivyo, sina maana ya kukosoa kikundi chochote. Lakini mwenyekiti, tunaomba sana. Mimi kwa nafasi yangu naendelea kupambana sana na changamoto mwenyekiti. Changamoto kubwa ya hii kata yetu, kata ya Ngorika, imekuwa kama ni kata ambayo ina namna hivi kama iko pembeni, alafu hatuna uwezeshaji mkubwa. Hata hizi nguvu kubwa ninazokuambia mwenyekiti, ni baadhi sisi ya ODC na baadhi ya wadau tunakaa na watu tunazungumza nao, na nguvu kubwa inayokuja ni nguvu ya ushawishi na urafiki kwa watu ambao tunawategemea. Lakini kwenye upande wa serikali yako makubwa yanakuja, ila hayalingani na mahitaji ya Ngorika. Mahitaji ya Ngorika ni makubwa, na ndio maana tunatafuta nguvu ya ushawishi mwenyekiti. Ila pamoja na hayo yote, hatuna mikwaruzo mingine yoyote mikubwa, hatuna changamoto nyingine kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, labda kwa ufupi niseme hayo, kwa kuwa nitaenda kukaa upya na kamati yangu. Kwa kuwa nitaenda kukaa upya na halviko, vitu vingi na mashirika mengi yametusaidia. Lakini yale mahitaji makubwa ya msingi mwenyekiti, katika changamoto za kata hii mwenyekiti, ziko changamoto 3 ambazo zinatutesa.